kitabu cha Yeremia, in the book of Jeremiah, sura ya 4, chapter 4, fungu la 14. verse 14. Jeremiah chapter 4, verse 14. Yes. Yerusalem, O Jerusalem, jioshe moyo wako, wash your heart from evil, usiwe na uovu, that you may be saved, upate kuokoka. that you may be saved. Mawazo yako mabaya How long shall your wicked yatakaa thoughts ndani yako hata dwell lini? within you? Mawazo yako mabaya Your evil thoughts, yatakaa ndani yako hata how lini? long could be lodged in you? Kumbe asili au chanzo cha mabaya So the source of all evil kinaanzia moyoni. starts from the heart. Lakini Warumi walihukumu mwili, But Romans judged in flesh. wakaacha ile hatia ama lile tatizo linaendelea. They leave such guilt to remain permanent. Liliambukiza kutoka mtu kwenda mtu So that mwingine. it became from one person to another person. Kwa hiyo watu waliendelea kufa kwa njia hiyo, So people consider to die in such way. wakidhani kwamba wanauondoa uovu, They thought that they are abolishing lakini evil, kumbe wanamsaidia shetani kuzikamata roho na but kuzipeleka they were kuzimu. helping devil to catch people. Lakini Mungu akatengeneza njia ya pekee, But God planned a path. akamleta mwanaye Yesu Kristo He brought his son Jesus Christ, ili yeye kama sadaka au so dhabihu, that him was a sacrifice offering, ili kupitia yeye ulimwengu upate so kuokolewa. that through him the world could be saved. Ninaposema ulimwengu namaanisha maisha ya watu, Saying about I mean the world, maisha ya wanawake, maisha ya wanaume life of women and men, wapate so kuokolewa. that they could be saved. The people, Aliteswa nje ya lango, he was crucified outside the gate. aliteswa nje ya lango, He was crucified outside the gate. alichukuliwa na kwenda kusulubiwa hadharani. He was being taken to be crucified openly. Bwana Yesu na apewe Praise sifa. God. Kilatini mahali pale amesulubiwa wanaita Calvary, In Latin, the place where Jesus was crucified, it is called Calvary, na Kiaramu wanaita Golgotha. and in Arabic it is called Golgotha. Yote haya ni maneno yenye maana moja. Those two words, they have the same meaning. Mahali Yesu aliposulubiwa kwa uwazi, Where Jesus was crucified openly, waliona kama ni sehemu ya kukomesha imani kupitia huyu Yesu, they saw that it was their plan to seize the faith through Jesus. lakini kumbe walikuwa wanatimiza unabii But they are fulfilling prophecy ambao Yesu where alishatabiriwa. Jesus prophesied before. Kwa hiyo kwa hao Wayahudi walidhani ya kwamba wanamsulubisha ili kuondokana na imani ya huyu Yesu Kristo, For Jewish people, they thought that maybe they are crucifying him so that they can lakini abolish kumbe their faith. unabii ulikuwa unatimia, But this was fulfilling. damu ya Yesu Kristo The blood of Jesus Christ, iweze kuwaosha na so kuwatakasa that wanadamu can wote. wash all people of humanity. Bwana Yesu apewe sifa. Praise God. Lakini hayo yote ili yakamilike, But all the things to be fulfilled, ilibidi Yesu apandishwe juu ya msalaba. led Jesus to be crucified on the cross. Ilibidi Yesu apandishwe juu ya It msalaba. was supposed Jesus to be crucified on the cross. Bwana Yesu apewe sifa. Praise God. Kwa hiyo kazi ya msalaba namba moja, So the work of the cross, number one. kazi ya msalaba namba moja, The work of the cross, number one. laana iliondolewa kwa njia ya damu ya Yesu Kristo pale Curse msalabani. were removed by the blood of Jesus. Laana iliondolewa. Curse were removed by the blood of Jesus. Hakuna ambaye angeweza kuiondoa laana No one who was able to remove this curse katika maisha ya mwanadamu in the life of people, isipokuwa damu ya Yesu Kristo except the blood of Jesus iliyomwagika Christ, pale msalabani. which were being poured on the cross. Bwana Yesu apewe sifa. Praise God. Laana ikiwepo ndani ya mtu, When curse inverts in the life of person, hakuna atakachoweza kufanya akafanikiwa, nothing can be done, iwe ni kiroho au kimwili. even whether it is spirit or flesh. Hakuna utakachoweza kufanya ukafanikiwa, Nothing can happen to you. You can do and prosper. na ndio kusudi kubwa la adui, And that is the main purpose of devil, kuhakikisha kwamba watu waendelee kuishi katika kifungo cha laana, to make sure that all people should be persistent ili in awapate wengi. bondage, so that to have many. Lakini Mungu ni mwaminifu, But God is so faithful. aliliona hilo tokea mbali, He saw this from a distance. akatengeneza njia ya kutuondoa kwenye He laana, make a way now to remove us from. na njia ya kutuondoa kwenye laana
And the only way to remove us from ni damu ya mwana Yesu Kristo. is the blood of his. Kwa Yesu alienda juu ya msalaba. So Jesus Christ was crucified ili there, damu yake ituondoe kwenye so laana. that his blood can remove us from Funga curse. kitabu cha Galatia. Open the book Ile of sura 3 fungu la 15. Galatians chapter 3. Galatia 3:13. 3:13. Galatia 3:13. Biblia inasema Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu, maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwaye juu ya mti. Amen. Amen. Kristo alitukomboa katika laana. Christ redeemed us from the power of curse. Alitukomboa katika laana ya torati. He redeemed us from the curse of the law. Kwa kuwa alifanywa laana kwa By ajili yetu. himself becoming a curse on our behalf. Alifanywa laana kwa ajili He yetu. became curse for us, Ili katika yale ambayo yametufunga, so that in those who have been bondage, yasiowezekana kwa namna za kibinadamu, which are impossible in the eyes of katika people, yeye Yesu Kristo through him Jesus tupewe Christ, kushinda. we can be victorious. Bwana Yesu apesi. Praise God. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Praise God, church. Bwana Yesu napesi. Praise God. Kwa kazi ya msalaba, So the work of the cross, kazi ya msalaba the work of the cross, ni kutuondolea laana kupitia damu ya Yesu it Kristo. is to redeem us from curse. Ni kutuondolea laana kupitia damu ya Yesu It is to Kristo. redeem us from the curse by the blood of Jesus. Hata mchana wa leo, Even this noon, hata mchana wa leo, even this noon, uliyeko mahali hapa, you who are here now, chochote ambacho ni laana, anything which is cast to you, kifungo chochote every bondage, cha kishetani, every bondage of the devil, kifungo chochote every bondage cha kichawi, of witchcraft, kikuachie let it release kwa jina la Yesu. in Jesus' name. Kwa jina la In Yesu. Jesus' name. Masumbufu yoyote, Every trouble, magonjwa yoyote every suffering, yashindwe kwa jina la Yesu. let be seized in Jesus. Yashindwe kwa jina la Yesu. Let's be seized in Kazi ya msalaba, the work of the cross. kazi ya The msalaba work of the cross ni kututoa kwenye is laana, to redeem us from the curse. ni kutuondoa kwenye To laana. redeem us from the curse. Jina la Bwana nalibariki. Praise God. Pasipo Yesu Kristo, Without Jesus, pasipo Yesu Kristo, without Jesus, ovu uliondolewa kwa staili hii. that evil were removed in this manner. Waliuawa kwa kupigwa mawe, They were killed by being stoned. waliuawa kwa kupigwa They mawe, were killed by being stoned. alafu miili yao And their bodies ikaning'inizwa juu ya were mti, hanged on the tree. ikaning'inizwa juu ya mti, Were hanged on the tree. ili anayeangalia So that everyone who sees ajifunze na kujua can be learn and understand ya kwamba mabaya ni yatendayo, that those evils are made. nikikamatwa If I've been called, nitauawa kama I'll huyu. be hanged like this one. Hukumu hii ilikuwa ni ya So kibinadamu this zaidi. judgment, it was humanly. Hawakujua ya kwamba They didn't understand wanaua mwili tu, that they were killing the body. ile roho inayosababisha hayo The matatizo spirit which caused all the bado source of hawajaiondoa. problems. Kwa hiyo Mungu akatengeneza njia So God planned the way ya kuwasaidia wanadamu. so that to help Yesu Kristo akaja Jesus Christ came, ili kupitia Yesu so that through him watu waokolewe, people could be watu saved. wafunguliwe, People could be waondokane na delivered. laana. They will be liberated. Praise God. Bwana Yesu apesi. Praise God. Kazi ya pili ya msalaba, The second work of the cross. kumbuka nafundisha kazi ya msalaba katika Remember maisha yetu, preaching the work of the cross in our life. kazi ya msalaba katika maisha The yetu. work of the cross in our life. Kazi ya pili ya The msalaba, second work of the cross. ushindi dhidi ya dhambi. To win against sin. Dhambi ni jambo linalosumbua ulimwengu leo. Since today pushing the world. Mabaya mengi yanayoendelea kutendeka All evil doings being done. ni matokeo ya moyo wenye dhambi. It is the result of the sinful heart. Mauaji yanayoendelea leo, Matters which are available today. ulevi unaoendelea leo, Drunkenness which are available today. uzinzi unaoendelea leo, Fornication which is available today. uchawi unaoendelea leo, Craft which is ni prevailing today. matokeo ya It dhambi is the source of sin. iliyomo ndani ya moyo wa Which is mwanadamu, available in the heart of man. na hapakuwa na namna ya kuweza kuyashinda And hayo there were no way to win on that.
isipokuwa damu ya Yesu Kristo except by the blood of Jesus iliyomwagika msalabani. which were poured. Na leo kwetu, Even today for na us. leo kwetu, Even today for us. chochote kile Everything ambacho ni chanzo which is the source cha matatizo of problems, kiondolewe, let it be removed. kiondolewe. Let it be removed. Kama ni magonjwa yaondolewe, Sufferings, let it be removed. vifungo vya kipepo Every viondolewe evil bondage, let it be removed. kwa jina la Yesu In Kristo. Jesus' name. Na inawezekana. And it is possible. Fungua kitabu cha Warumi sura 6 Open fungu la the book of 6. Romans chapter 6. Warumi Romans 6 chapter 6. 6:6. Romans Tukijua neno hili says, we know that our old self was crucified, ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye, that our old self was crucified with him in order that ili mwili wa dhambi ubatilike, that the body of sin might brought to nothing, usitumikie dhambi so tena, that we would no longer be enslaved to sin, usitumikie dhambi tena, so that you could be not enslaved to sin. kupitia kifo cha Yesu Kristo Through pale the msalabani. death of Christ on the cross, Wewe usitumikie dhambi you could tena, not be enslaved to sin. mwili wako ukombolewe, Your body to be free, or to be mwili set wako free. uokolewe, Your body to be free. mwili wako uponywe. Your body to be healed. Yesu aponyaye Jesus, the one who akuponye heals, wewe, heal you, akuponye heal wewe, you, aponye mwili wako, heal your body, aponye roho heal yako, your soul, aponye ndoa yako, heal your aponye marriage, biashara heal yako, your business, ayaponye maisha yako. heal your life. Isikia